Bethel Clouds TV, empowering lives. Asante tena kwa huduma hii. Asante kwa ibada hii ya tatu ambayo tunaenda kuikamilisha sasa, na tunakushukuru kwa sababu umeniwezesha kuweza kufanikisha ibada zote tatu. Na sasa tunapoenda kwenye ibada hii ambayo ni ya ukombozi, Baba, wacha na watu hawa wakafunguliwe. Kuna wengi wamefungwa kwenda minyororo ya kifamilia, wengine wamefungwa kwa minyororo ya kitamaduni, wengine wamefungwa kwenye minyororo ya damu za kwao, wengine wamefungwa kwenye minyororo ya maeneo waliotoka. Baba, ukawasaidie. Wengine wamefungwa kwenye ndoa, kwenye makanisa na kwenye ibada mbalimbali walizozifanya bila wao kujua ni ibada za shetani. Wote wamefungwa, na kuomba tutakapokuwa tunamaliza ibada hii, msaada wako upatikane kwao. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Patie base kidogo na hai kidogo. Yes. Na tunaingia kwenye ibada hii, na ibada hii inakuanga class. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuanga nini? Inakuanga class. So when you're in class, I'm expecting you to have a book, a pen, and be very attentive. Very attentive. Very what? Attentive. So that we can be able to reach to what God has called us for. It's a very special class for those who know, for those who understand. This lesson as journey is more powerful than any other, because it is meant kukufungua. It is a deliverance. But because I know most of you, deliverance kwenu ni kuikerewa mkono uanguke chini ugaragare. That is deliverance. That's what you are taught by your pastor. That deliverance ni kuikerewa mkono uanguke ugaragare. Deliverance is to set your mind free. Bwana Yesu asifiwe sana. Deliverance is what? To set your mind free. And to set your mind free, you must be taught the word. Na kufundishwa neno ndio ku-understand. Kumbe hii ndio imenifuka. Because most of the things, you don't need to fall down. Yes, I'm capable. Nina uwezo wa kukelea mkono uanguke chini. But does it add value to you? Nimekukomboa, nimekufundisha. Because ni misingi ya kwenu imekufunga. Umewekelewa mkono, misingi itafunguka? Haitafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to be taught the word of God. Once you are taught the word of God, they say, know the truth, and the truth will set you. It is not man that sets you free. It is the truth. And the truth is a wisdom from heaven. And today we are discussing about wisdom. Kutoka asubuhi, for those who are very keen on me, tumekuwa tukidiscuss kitu inaitwa wisdom. Na wisdom hii ni kitu ambacho mnakihitaji in a daily to day life. Sijui kuna kitu kinasumbua. Kwa sababu ya nini? Okay. Sawa. Okay. So why I teach this lesson jioni, and I teach another lesson early in the morning, lakini the middle service huwa tuna preach. Preaching is meant just to comfort you, to make you comfortable, to make you feel like you're not going to die tomorrow. Even if I know you're going to die tomorrow, I'll preach nikusubaishe tu na ikusaidie hata kidogo. Mahubiri haina msaada. Because I will comfort you, I will tell you God is gonna bless you. Unaenda kufunguliwa, unaenda kubarikiwa. Lakini sijakuelezea ndio baraka hii ikuje. Itakuja kwa barabara gani? Ndio upate hiyo gari nimekutabiria, wewe utapokea gari. Unapokea gari ya nani? Nani ameacha gari kwa barabara? Ni gari ya uraigwire yegetha kaine unethie karogoto. Sasa pokea gari. Gari imetengenezwa na mtu hajui Yesu. Mjapani hajui Yesu. Mchina hajui Yesu. Sasa mimi nakwambia kwenye jina ya Yesu pokea gari. Itolewa wapi? Kwa mtu gani? Ni kuraigwire Kristo magithondeka gari. Akristo moyo guthondeka mahoya. Akristo moyo kugamba guku makigamba ta dwaguruki. Magetagia indo shika waya hapo juu. Waya ya nani? Atashika waya hapo juu. Unashika waya ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. You need kushika waya mbukielewa imetoka kwa nani. And how is it going to help you? Bwana Yesu asifiwe sana. So
I re-emphasize on these lessons. They are very good lessons. I think I need the other mic. Tajalia kehodera mic yenu. Hii inasumbua. Sijazoea hii watu hii mambo ya watosi. Hii yonde ya wakubwa. Hatujafika hii klasi. Unajua? Tete tu akina klasi hiki. Hii ya kina sasa ndio. Hata mmeona mmeanza kusema hili sasa. Hi cousin. Yes, nikuzo. Yes, nasikia mpaka nilikuwa nasikia kuna kitu inanikula kwa mgongo. Unajua kuna maisha ingine hatujazoea. Unajua watu wengi kama sasa nyinyi nikiwapeleka Ruda, nataka kuwapeleka Ruda, kuna kanyumba najenga huko. Nitawapeleka Ruda and I think mtatoka huko mkisema maneno baya. Sababu hamjazoea kuona manyumba kama hizo. Unajua kuna mahali unaweza peleka mtu mpaka anasema hapana. Huyo guyeno yebesha taakoma. Ni wanasikia kama Wakikuyu wakisema guyeno yebesha taakoma. Waje tena guike. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Christians, they don't believe that their God has money. They don't believe. Yet they are believing wanaenda mbinguni. How will you go to heaven and you have not equated your mind with the heaven? Na hata mmeiba kaibo kiranga nyumba kona ineko igoro kereru ineke muti wa moyo hotage kwegitira. No iwe ni mukora. Wakikuyu ni wakora. Hata mpaka ana identify anataka plot, kona plot. Jakira kanyumba kona ineko igoro. Yani kinyania ni atulire kama muguda kona ineko igoro. Tondu agikuyu mendaga handu mekwihitha. Sasa huyo ndio ungeenda kununua kigari mzuri kai. Guyo yebesha takoma. Na unaona mtu ni pastor kwanza anasema hivyo. Pako na shida basi wewe unaomba Mungu gani? Siuikie kwa goma utafute pesa. Hi cousin. Finally. Nilikwambia. Tulia, kuja utulie. Acha kiherehere na usitoke ukuje unione kwa ofisi. Acha kiherehere. Wewe ndio masoja wangu tulikuwa na wao kule. Huyu ni Mungiki, damu. And I love. Mimi napenda watu tulikuwa nao Mungiki. No, they are genuine. They are just genuine. They're not hypocrite. They are just genuine. Very good people. You can go far. Huyu usifikirie ni kama mwanamke ati mndano na kama mwanamke. Kukitokea maneno, unaona na yeye anafanya chichicha. Ni kuanku, chanka, yang, changchang. Na inafanyika. Sasa unaenda mtu kumetokea vita. Baba tutakubaraka. Unasikia umeasaba kwa unasema kaini yake churaga. No, you need soldiers. You need people who are fighters, people you can move with. Yeah? Bwana Yesu asifiwe sana. And this is a team now. I have decided to tuanze tufanye kazi ya Mungu. So if you may decide join kwenye hiyo move, it is a move. It is a move that you will shake. Si umeona wamejileta, mimi sikumuita, amejileta kwa maana amejua the season has come. The season has come. Hallelujah. Mpolisi alipona kabisa. Polisi ni hatari kwa usalama. Alinitumia picha zingine mpaka hata kufungua tu nilifinya tu na kudelete immediately. What is real? Are you set now? Mind is set? Nilikuwa nataka prepare your mind because tunataka kwenda deep. Sasa hapa tunazama. Naenda wapi? Deep. Bwana asifiwe sana. Mkaka, hata kama unakuaga kule Turukana. Nataka tu kukupatia kazi unisaidie kufanya. Is it okay? Nisema nataka nikupatie kazi unisaidie kufanya. Sio, sikilize kwanza. Najua mabaya ya headmaster wanaonanga watu wote ni watoto. I want you to be my vice chairman.
kwenye ministry. Thank you. Thank you. I'm the chairman, when you're deputy chairman. Yes. Yes. Yeah. Murekebishe wale walikuwa narudisha returns kwa serikali. Muweke jina yake hapa. Sasa tuone, sasa tuwekae. Si mmesema kaede? Nikae? Sasa nikaede. Tulipuane. Wakirusha tunarusha. Wakipiga tunapiga. Tukiagusha, umenifurahisha sana mami, kuja nisalimie tu. Daigwa dake na mbona niko kuona. Najua huyu ni Mungiki. Huyu mama alikuwa alinitokelezea siku moja na bunduki ya AK, nikamuuliza, ni wewe uko mzima kabisa? Umewacha kutonga wanaume kabisa? Are you sure? Umeacha kutonga wanaume? Ni promise, just promise me. Nimekupromise. Utawatoka tena? Umechange. Thank you, God bless you. Ule fast jana? Hata kufast alifast. Ako nini? Sawa, hii ndio ilikuwa kikosi yangu, security. Huyu kushuka gari na shuka gari kienda 100 meters, 100 kilometers per hour anashuka. Na anatagulia. Na anakana na kufugulia mlango. Na anafinya watu kama 2 3, ndio unaona nimemuuliza, maana singetaka tena tuanze kuwafinya. Maana alikuwa unasikia tu report. Watu 2 wamefinywa, wamewachwa kama wana breathe na masikio. That's the team I want. Ujika sitaki tena. Ujika sitaki. Wokovu hiyo yenu pelekeni kwenu. Edeni mfugie kwa store, mkuje tufanye kazi ya Mungu. Wokovu hypocritical, I hate it. I hate it. I want total love. Yani ukiona mtu unaona, this is my sister, this is my brother. I care. You see, have that attitude of I care. Hallelujah. When I see huyu mama, I care. Namuona ni sister yangu. Sio nianze kupigana na yeye na kupigana na vita na kumjaribu kumwagusha. Care for that sister. Care for that brother. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what Jesus was teaching. Hii ndio alitufundisha na ndio alituachia. Na kama wewe hauna, you don't care, it means you are careless. And if you are careless, you are an agent. Wewe ni agent ya shetani. Kama umewahi kusegenya mtu hapa, ama kupiga mtu hapa, ama kuzungumzia mtu mambo mabaya hapa, you are an agent of the devil. Wewe na shetani ni kitu kimoja. You don't deserve to be anywhere where Jesus is mentioned. You don't deserve. Because you are an agent. Cousin, kanisa inaendelea aje? Iko poa? Si utuita tukuje. Okay? Wewe napatia wewe na microphone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana, nimewamisi sana. Nimeokoka. Haleluya. Nisalimie hivi. Najua wengi mnanijua, mimi ni rafiki yenu. Na hudumu Kawa West KM. Kanisa iko salama, Yesu anaendelea kutukuzwa upande huo. Na mimi pia ni dada yenu, mbarikiwe sana. Na karibuni sana, akimkuje tu. Mtakuja? Amen. Niko na mpango hata ya crusade na revival pamoja na door to door. Tutakuja. Sasa it is our church also. Bado hapa not yomuratheshana. No tukuraka na murora na makanitha no kuhingura marahinguro. Mucoke mujire ni ndikaraga haha. I'm being taken. If you are not aware. Yes. Sade hii naenda kwa huyu, sade hiyo ingine naenda Thika, sade hiyo ingine naenda Turukana, sade hiyo ingine nyinyi na nyinyi ndimutigire ka nitawatengenezea ule mzee wa ule wa Acc No. Nitamulete na nimpatie tu visu mwingi, muendelee kudugana. Mimi na mimi nikafanya nini? Niacheni niende nikahubiri injili, niacheni niende nikahubiri injili, wacheni usherati nikahubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what now I want the team to tatebea. Nimeorder basi karusa. Basi gapi? 2. Hiyo team ambao nitafanya nayo kazi
ni kuenda. Yes, sirio uraigua ate hau Charity ni aja Charity kore yake ni aja wikoroka na hakienda tondari gwa riu urendo riukaga kanitha na ni wetu hoyaga ri na ni wetu inamagirira ri we ni we Ngai witu ri tugwika atia ume ofisi uthi ukahutia andu meja hoya maria uhoyagira haho na rini makuri nae makunjo haha sa uhoyagira umire no igwo gwo waiga nake Ngai ni ekira right ndio maikare ha tuende tukahubiri ndio tukue na tuko na wachungaji. Sasa hizi tumekuwa na wachungaji. Frida, uoga imekuisha? Simama. Uoga imekuisha? Eh? Mimi si muoga. Wewe ni muoga. Umasikini imekukula mpaka ukakuwa na uoga. Tabu, shida. And this is a tool that the devil uses to suppress you mpaka unakaa unajikuja. Unaambia Frida nenda uokose worship, anaambia mtu mwingine nenda uokose because ana feel ni kama ako empty, ana feel ni kama hawezi. Frida, prepare for the greatness of God that is in you. God, Mungu anaenda kukutangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. God is about to announce you. Umesikia? So wacha uoga. Na goko ndoikana na tutuika nawe na guoya ugekuja woguo kama mama. Unaona hivyo uko kijanti kikubwa hivi mama. Yes, ukae kama mama, ukae gangari, tuende kazi, si ndio? Yes. Toto, ni dream inakusubua bado? Hiyo imeondoka. Hawatakuja tena, but it was a message. It was not just a dream. Uambie mama yako. Nigure mwana yako kwelile. Kirota kio wekuire ate. Linae, likaka, likiki. Oba sana. Wachana na mtoto, jiobea wewe. Umesikia? Hiyo mtoto wako atakuwa delivered. Uliona mwezi gani? Ukiwa class 6. That is the season inasema siku hiyo ndio mtoto atakuwa delivered. Sasa between now na uko class for this 2 years. Between now and hiyo 6 year, hiyo class 6 yake. Between now na hizo 2 years, uombe sana. Kile kilikula shosho na kilikula hawa watu wa kwenu kiko kwa mlango ya kwako. Uombe ufuke, hiyo ufuke. Kase kabisa mkada. Umeelewa? Ugiona maji ya guka ni kugira maji ya guka. Ni he mundu maragira na most likely ni wewe. Umeelewa? Lakini Mungu amerivili ndio ufuke. Usimamishe hiyo. Na tutasimamisha. Kama haingekuwa ya kusimamishwa, haingekuwa revealed. Lakini sasa Shoshi ni mkufu. Ukani mkufu. Na nani mwingine mkufu? Mama ako. Lakini sasa huyu mtoto alikuwa naona ukiwa mkufu, ukiongea na yeye ukiwa mkufu. Nisi kwenda shule yenu, nilienda shule yetu. Achana mimi. Nidathire ndathufutire ni moja ruo kirathi. Our teacher of Kiswahili was a Luo man. Alikuwa anasema. Yes. So these 2 years is very critical for you. Umenielewa? So papana tuko na wewe. The good thing is that God has revealed. When God has revealed, it is cancelled. It is cancelable. It is cancelable. Yes. Mwalimu kana masomo yako. Any teacher that is here, kana masomo yako. Mimi niko na ya. Siasa kuniambia ati hakuna kitu inaitwa cancelable. Tumia akili ujue cancelable ni nini. Tunaongelea kuhusu wisdom in your life. Wisdom in your life. And what is the power behind the wisdom? What is this that causes you to succeed? For you to succeed, what do you need?
You don't need money to succeed. You don't need education to succeed. You don't need to have a big name to succeed. You need to have wisdom. It is all about wisdom. That is why Solomon had to call God to come and intervene into the wisdomatic kind of ministry unto Solomon. Solomon was already a king. Solomon was already ruling. Solomon had, when you are a king, you own everything. Wewe unaenda wapi? Na urudi nikikuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Solomon had already everything. Alikuwa na kila kitu. The power was with him. He was a ruler already. But he discovered there is something that I cannot move without. Because he saw, aliona utawala wa baba yake venye ilikuwa. Aliona magumu katika serikali ya baba yake. Akasema mimi sitaki kupitia yaliyopitiwa na baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I normally tell you, it is very important to sit under a spiritual father. A father that will take cover of you. You need to be covered. You cannot just be there. And being covered is being obedient to the covering. Being covered is being obedient to the anointing you are sitting under. Being covered is being good to whatever that is happening around you. Sometimes kuna vitu unapugusa, kuna vitu unaagusha, ndio uweze kukaa chini ya huyo father. Maana ni Mungu alikuleta kwa huyo baba ambaye unakaa chini yake. Na huyo baba ako na vilema. Huyo baba ako na shortcoming nyingi sana. Na jina lake si mzuri sana. Wachana na shortcoming za baba. Sit and listen what is baba is talking. Because this baba, anaweza kuwa ni amechafuka. Anaweza kuwa hana nguo mzuri. Anaweza kuwa hana haogeagi vizuri kama Musa. Anaweza kuwa haogeagi Kristo kama Ndura Waruinge. Sasa anaweza kuwa ako na shortcoming zake, lakini God alikupeleka kwa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaitwa Aaron na Miriam. Walikuwa naongea vizuri. They had the capacity. They had everything that was good. Walikuwa nafanya kazi na wanakaa vizuri kuliko Musa. Lakini Musa ndiye alikuwa amebeba the anointing. Ile grace walikuwa nayo ilikuwa ya Musa. Baka ilifika wakati wakakejeli. Wakaanza kuzungumza vibaya ya Musa. What happened to them? Miriam was? Yeah? Miriam alipata nini? Alipata ukoma. Naye nani Aaron? Hakupata ukoma kwa sababu alikuwa amevaa nguo ya kikuhani. The day aliweka nguo ya kikuhani chini, akagogwa. God will respect you because you are leading as a chair lady hapa. God will respect you because you are a chairman hapa. God will respect you because you are a pastor hapa. The day utatoka kwa hii grace ya hapa, ile tuvituko tu wote ulikuwa unanifanya, utagogewa pale kwa mlango because now you are naked. Utagogwa. So the wisdom to know that, you require the wisdom so that you'll be able to understand. When you have a covering, that covering will protect you from any attack until you get out of it. The moment you get out of it, ndio unasikia uzito. Ndio unaona kama mtu anakuja hapa ni pastor, tunampatia platform, anaenda anapanda, anaona watu wanapiga haleluya, anaona wamama kama hawa wameanza kumtumia pesa ya kulipa rent, anaona wamama kama hawa wameanza kumnunulia kakiatu, amenunua kakiatu kale kanakaa juu, sasa anaanza kutembea kama nini? Anaanza kutembea kama mtu ambaye anaishi huko kule biguni, ameshuka nasikia kuna matope hapa chini, na kwa hivyo anaanza kuogea. Ndabadosi, Bwana venye nasema, akisikia anasema tegeta ndabadosi, anasikia Bwana Mungu amesema. Baka unaona amechange, baka walking style imechange, baka talking style imechange, baka unaona mtu amechange kwa sababu ya anointing ile iko mahali wapi? Hapa. The day you will get out of this anointing, where pale ije, that is the head of you. You may have the grace of 6 months. You may even have a grace of 1 year. But the day ulitoka, hiyo grace ilibaki hapa, lakini kuna ile imejishikilia kwa mwili, bado itatembea na wewe. Hiyo miezi 6 utatengeneza kanisa na watu watavuma, watakuja, na utaendelea tu na hiyo, hata kutabiria venye ulikuwa unatabiria, ukiongea kama Ndura utakuwa ukiongea kama Ndura. But 1 year later utakuja hapa na matagari. That anointing itakuondokea na itaanza sasa kukuchoma, maana kule ile covering ulikuwa nayo imeondoka. Ndio naona Aaron hakuuzwa mpaka wakati alitoa nguo, maana hii nguo alivalishwa na Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ulikuwa chairman ama ulikuwa chair lady ama utoke hapa uende kutupiga pale, utatupiga 6 months. Utatupiga vizuri. Utangoka na watu, utaambia watu tokeni hapo. Lakini ogoja, the mark inakuaga 6 months.
Mtu akitoka, hebu ende uangalie wale watu wametoka hapa 6 months, wametoka na vita hapa, nende watafute. Kale ka pastor kalikuwa kina hawa. Kale kwate kanya mukau. Kanya mukau kwate. Hata kwa sami. Ende katafute. Kalifungua paka kanisa. Kalipofungua kanisa kakasa kuita watu hapa. Nedeni tumefungua kanisa hapa, wachaneni na hiyo mtu si mzuri. Ile grace alitoka nayo hapa ilimsaidia kufungua kanisa. Ende mtafute ujue kama kuna kanisa sasa. Ulitoa pesa ya rent wewe. Ulitoa pesa ya rent. Ni warutire kanyamu. Charity alitoa. Roda alitoa. Walitoa wakatoka huko. Karo alitoa. Karo aliporwa karibu 400,000. Karo. Na wengine wakaporwa. Nenda uangalie ujue kama ako nayo. Na alikuwa na post baka praise and worship. Kwaya, kesha, kila kitu. Uwezi kutoka hapa na ile covering ulikuwa umepatiwa. Uondoke, utaondoka for 6 months. Utaenda vizuri 6 months. Ikienda maximum inaendeka 1 year. But after that, you start crumbling down. Because na mimi wakati ulinifanya hivyo, nilienda kuna mahali natoleaga viatu. Nilienda nikatoa viatu zangu, nikakumuta chini. Hallelujah. Nikafanya nini? Nikakumuta na vumbi ikatoka. Na nikakuachilia kitu. Utaenda ulisaroda. Roda kanatokaga hapa na vita. Kakiwa kamoto. Lakini kakikaa huko miezi kadhaa unakaona tena kameanza kurudi pole pole. Kanarudi pole pole kama nukimuuliza nikiwagira ni mwathani arajeria maundu makwati mari kugoko kamwathani ucio ari kukiuma mwathani ucio arari ukiuma ugiturumari na ukitoka baka na watu huyo mwathani alikwambia aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not joke with an anointing whatever it is. Hata kama ni mtu ambaye ni msherati kama mimi nakuaga msherati, mimi najua hivyo kwa sababu nimetoka kwa lineage ya usherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu alikuwa msherati, maana alitoka kwenye lineage ya usherati. Ni kupambana mtu anapambanaga na hiyo kitu iko kwa familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unangangana na hiyo kitu, maana kitakuroda. Hello, itakuroda. Hiyo kitu ya kwenu. Hiyo kitu hata ukue nabii, hata ukue mtu powerful namna gani, nigikukuruda. Todo nikio kimuthingi wako anyu ndio inazungumzaga kwenu. Na unakuja ndio unaonaga hapa wana mama wengi, mnaniadmire, si ndio? Mnanipenda. Si ati mimi mnapenda ile kimungu kia kwetu. Ndio kinasimamaga hapa kinakuuliza, unaonaje huyo jamaa? Na wewe unasema ni tor daka de hadisam. Na mimi nikianza kukuona unaona nimeanza kufanya nini? Nimeanza kutigitika hapa because the foundation ile foundation nimetoka ni ya hiyo kitu. Umenielewa? Naweza kupambana kabisa nikiwa pastor. Nafukaga kabisa. Naenda baka Heaven's Gate kukaa siku 7 nikisema hii roho isikuje. The day nimemaliza maombi nimewekelea kwa sadaka kwa meza hivi huko kwa Kemani. Nikiekelea hivi nimefuga ninatoa kama 100,000 nasema nimeinua dhabihu ya kuvuja hii madhabahu ya usherati. Nikimaliza tu kibibi kimama kinanipigia simu. Na nikimama nilikuwa natamania sana. Kimama nilikuwa nataka tu. Nilitumiaga karibu shilingi 1500 kukitafuta. Sasa kinataka kukuja. Hata hakuna cost na kinakuuliza we hagogere. Dena rejirova. Anita. Wakati nimiwekelea dhabihu ndio inakuja inasema uradhiiko. Wewe ni wetu. Wewe ni familia yetu. Wewe ni munene wetu. Wewe ni agent yetu. Wewe ndio unafaa kusabasa hii maneno ya usherati pale kwa sababu tumekupatia umekuwa apostle. Sasa wewe ndio unafaa kufanya nini? Kutengeneza maneno ya usherati pande kabisa. Wananiulizia hapo. Sije compound kwa Kemani kwa compound. Ndio waniambie bado tuko na wewe. Maana shetani haogopi hata Mungu. Hello, shetani haogopi Mungu. Ama mliambia kuna mahali shetani ameogopa Mungu. Anaideka wanapiga story na yeye. Hapa wewe ni huko komidi ya kama tunakemea, tunavuja, tunasabaratisha. Shetani anaendaka kwa Mungu. Huyo Mungu anakupatia power ya kukemea. Anaendaka wanapiga story na yeye. Alienda kwa Job, alienda kwa Mungu kwa sababu ya Job. Na akaambia Job kimuduge kile, gikuina magira tondu wakire gikuhea, ukihea. Walikuwa naogelea Dubai ama alipiga simu ya Airtel ama Safaricom. Si walienda face to face. Walikuwa face to face na Mungu hapo na wakasukumusa na akamwambia na Mungu akamwambia enda uoge lakini usigoge heart. Wachana na heart. Ndio nawe hahari nikukemea kama tunakusabaratisha, tunakurianda ati niko moraigata. Gomote tigirete Ngai. Aliyejua Yesu ametoka wapi?
maombi. Akamwenda akamngojea kwa chochoro ya pale Karomaido. Akamngojea, akamwambia msae, niaje gota msae. Ndivyo alimwambia, gota msae. Akagota, akamwambia sasa, ai, umetoka huko? Kulikuwaje? Kulikuwa kunoma sana. Fire. Hata tumesikia ni fire. Sasa jiangushe chini maana kumeandikwa. And it doesn't care. Ulitoka maombi, the devil does not care. Ulitoka maombi umefunga 40 days. The devil does not care. Does not have anything. Hajalishi na maombi yako. Hapana, hata labda ndiye alikuwa anakusaidia, alikupatia ile mambo utaombea. Ndiye kuaibishia kwa geti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye alikwambia ombea pesa, ombea wanaume waondoke kwa maisha yako, ombea wanawake wakoste, ombea hii. Kumbe ndiye alikupatia mpaka structure ya maombi. Ndiye akugojea kwa geti ya kwa Kemani pale chini. Ukienda kutoka tu hivi, ile gari unaona inachomoka hapo ikikuja kutoka Nakuru, ni kile Jirova, na unaona kinasimama. Kinakwambia unaenda lift. Na wewe unasema prayer answered. Kumbe ulikuwa unaombea kibwana. Ulikuwa unaombea Bwana with a rage of a blessed man. Ola is enderekonda ya. Bwana anakuja immediately ukitoka tu kwa geti kwa Kemani. Ndio hiyo Jirova inakwambia lift. Na nikimwanaume, ukiingia ndani unakuta mpaka marashi ile amepiga hiyo gari. Unasikia manukato, unasikia ni kama biguni imeshuka. Na hapa kimeekelea mpaka Biblia, maana kimetoka seminar. Na ukiangalia Biblia unasema, oh my God, this is the man I was praying for. God, you have answered my prayer. Mpaka saa hiyo unaingia kwa M-pesa, ulikuwa umebakisha 250, unatuma 150 kwa Kemani tena, kwa sababu the prayer has been answered. Unabakisha ka 50 kale, ili kesi ukikosa kupatiwa, unajua kadike ka 50 ka transport yako digethora kanyoba kako kale ikaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa anakuuliza unakaa wapi? Mnapiga story, alafu anakuambia kama Waruinge, by the way mimi sina mke. I've been trusting God for a wife. We had a seminar, ilikuwa Nakuru. Ilikuwa deliverance seminar, and it was so powerful. Oh God moved. The Spirit of God moved. The grace of God was so, as I was praying to the Lord, He spoke to me and told me that I am going to bless you. I am going to bless you. Hallelujah. And then nikitoka huko nikasikia uwepo wa Mungu. So when I was driving, something told me, I am going to connect you with your destiny connector. Hallelujah. Na wewe ukitoka kule kwa Kemani ukiteremuka, ulikuwa unasema, the prayer this time, I've been to this place praying. Nimekuwa hapa nikiomba na nimeomba, lakini I've never prayed like this time. I've never witnessed a breakthrough like this time. Kumbe si ya Mungu, ni shetani alikuwa na breakthrough both side. Ya mzee na wewe ukiwa kwa Kemani. Hallelujah. Ukiwa kwa Kemani, shetani aliwatembea naye. Huyu alikuwa seminar na wewe ulikuwa kwa Kemani. Mnateremshwa pamoja na shetani. Agent A na agent B mnakutanishwa. Ukitoka hapo mnateremka. Jamaa anakupeleka paka Githurai kule, unakuaga kanyumba kama tope. Hallelujah. Nyumba inakaa kama nizizi ya kodoo. Adoko ni kodoo shikara kodoo kuliko. Na umete kule mahoya na ni mwa communicate na kaiwega muno. Ugethio kinya hau gakora kanyumba kau kekahia na kagurwe ri ginya kena kufurienge. Hiyo nyumba bayo hata utakaki kuiona, already landlord ameweka kufuri. Sasa huyu mjamaa unampigia, my brother, the devil is a liar. Yeah, I just come from prayers, and then prayers were answered, but now my God, nimekuja nimekuta. Oh my God. Kuuliza ni nini dadangu? My house is locked. Kakulia, don't worry, I'll show you where to sleep. Just come. Anakwenda na kupeleka hoteli, unakula vizuri, unajaa siku 7, unakula karibu itisha kakuwe, nikasoft, unakula vizuri, unashiba. Alafu anakupeleka kwa karumu ulale, ndio kesho upate nyumba yako, ama utapata nyumba ya kwenda mahali. Ukienda huko, mkifika tu kwa room, unasikia yeye na wewe chemistry vizuri. Unaanza kusikia kuna kitu kinakuhusu kimagneto, na yeye na kimagneto. Hapo kimagneto, na yeye na kimagneto. The next minute unasikia holy fellowship inaikia. The next is history. Hikyo kimutu kinakumalisia na kinaenda. Kutoka saa hiyo hautakiona tena, na hata breakfast
wisdom. Not that is mzungu alisema, not everything that glitters that is gold. You need to consult God in everything that you are doing. When you make a slight move, wisdom, a slight move, wisdom. And this is what Solomon sought from God. Give me the wisdom to be able to operate your people, to be able to lead your people, to be able to have that spirit of discerning, to be able to do things the right way. I want to lead your people. I want to govern your people from you, from your office. In any case, alikuwa naambia Mungu, send me your workers. Send me what? Your workers to come and help me deliver according to your will, according to your plan. When I say sana, according to the session, that is how you will become rich. If you invite the government of heaven to come into your life, you will never succeed in life if the government of heaven is not with you. The government of Kenya will not allow you to operate any single business without a license. They will not allow you, Kajo will not allow you to operate without a license. Everything that you do, you need a license. Wherever you go, you need a license. Unapata kuna mabarua unaambiwa, you have to have this. You can introduce e-citizen, because e-citizen is a government. Sasa ukijaza wanakuambia you have to have this letter. Ukijaza marigine this letter. Ukijaza hii wanakuambia this letter for you to approve your business. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is also what happens in heaven. There is this approval. This approval, you must have the knowledge of heaven to be able to understand what are the approvals of the kingdom, the approvals of what God has approved us to have, approvals that has made that will make you become successful. Because to own or to have anything, Solomon alienda kwa Mungu. He never asked God to give him power and capacity and energy to lead people. No, he asked for the wisdom to lead his people. So he didn't ask God to give him capacity to lead the masses. Alitaka Mungu amupatie the wisdom to have wisdomatic people, people that has wisdom, that he may be able to lead the people that has wisdom, so that people that has wisdom can be able to lead other people. That is how to become powerful. That is how to become rich. You must be able to trust people, to have a team that is working with you. That is why Moses wakati alikuwa anatembea peke yake, Jethro alimwambia utakufa, tafuta watu wa kukusaidia kazi. Because Jethro, Mungu alikia ndani ya Jethro, akamwambia gerera kemodo geke gyako gesharia. Already God had prepared people that will work with this man. Bwana Yesu asifiwe sana. Already God had the favor. I told you in the morning, Moses, the name of Moses inamaanisha nini? Drawn from water. So that is where every move ya Moses, every move Maria removed, there was water. Any breakthrough, major breakthroughs of Moses, there was water. Every successful story, there was water. Because he had the connection. The water, the name had the connection of water. There is that which you are connected to. There is something that you are wired to. And that is what determines you. That is what makes you to be what you want to become. You are called Wagoi. You have to understand this name, Wagoi. Where does it come? How does it operate? How does the name operate? Because you need also to understand, despite having the name Wagoi, hiyo jina ufuatilie nyuma, uulize jina Wagoi kwenu linakuwaka na kasi gani? Sio kwa neighbor, na sio general name Wagoi. That name, uliitwa mama yako, ama shosho yako, ama aunti yako. You seek to understand, hiyo jina, hiyo, venye wale wote wameitwa kwa hiyo jina, how do they operate? How they operate, it is a system in the family, in that name. It's a system in that name. And through that system in that name, that is how you are operating. Ndio unakuta unapenda vita, ndio unakuta unapenda juko, ndio unapenda, yani ukikutana na kimwanaume kiokote kama yeye ni Wagoi, na wewe hiyo jina yako ni wired through what? Witchcraft. Utapatana na mwanaume mwenye hana witchcraft. Utakutana na mwanaume mwenye kuna witchcraft. Ukienda kufungua kampuni, mahali utaenda kufungua ofisi, utakuta hiyo ofisi around surrounding wako na witchcraft. Ukienda America, wewe mahali utapata nyumba yako ya kwanza, the vicinity ya kwanza utakuta witchcraft huko. Kila mahali utaenda utapatana na witchcraft. Mahali, because you are wired. Kuna system iko ndani yako, iko ndani ya hiyo jina linakufuataga. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is only you can be able to understand that if you have the wisdom ya biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why most of you can see here. Most of you are single and very lonely. Hello. Most of you are very single and very lonely. Sidio? Yes. Very lonely. Muko lonely. Na kuna wengine wameolewa na nikafadhali wangekuwa hawana mtu. They are lonely.
kuliko wale wako na mtu. At least wanaona wale hawana mtu. Maana huyu hana mtu, ako na freedom ya kupiga masimu. Kuna mtu ako na kimwanaume kwa nyumba na ni kinasist. Bwana Yesu asifiwe sana. Uikara kana mudurume todo ni ari gukuri oguthi no ogiorio chomoke, you can move out. Hallelujah. But because this is a system, and this system requires deliverance. You require deliverance out of it for you to be disconnected from that name. Unaweza kufikiria ati ni kurogo lirogo, haukurogwa, jina lenyewe ndio limebeba urogi. Wewe mwenyewe ukorowe gedito. Ukifika mahali popote unakuwa gedito. Ukienda kwa ofisi ya watu unaanza rejection, inaanza automatic rejection. Bako na shidwa. Mimi ninaidaka mahali tu watu wana reject. Sio wewe wana reject, ni vitu zako zikifika mahali zinaanza kufanya kazi. Maana wewe ni mrogi. Wewe vitu wewe mwenyewe yona vitu. Have you ever seen that? Unaenda mahali unakuwa rejected. Unaanza kazi na unaenda kazi, yani in a very new place, nobody knows you. Kukaa tu hapo watu wanaanza kukureject for apparently no reason. Unakuwa rejected. Why? Because there is something that is in you wired towards rejection. Na most likely wewe ni gedito, wewe ni mchawi na hujuagi. Miaka yako yote haujuagi. Unashikana na mwanaume miezi 6 anakufa. Unashika mwingine miezi 6, kama kuna mama mwingine rafiki yangu sana, rafiki yangu mnamjua, yule mnono tulikuwa tunafanya naye show hapa. Huyo mama anashikanaka na mtu, alikuwa ameshikana na mtu wa kwanza akakufa in one year. Akashikana na mwingine in 1.5 year akakufa. Akashikana na mwingine in 6 months akakufa. Juzi ameshikana na mwingine 3 months. Na ninienda. Nikiona gadi mwede tatoni mwako yeye. You paid. Lakini uzuri, unajua ubaya yenu, you are not praying to save me. You are praying atoke muigie. But in any way, niliokoka hapo nilichomoka. Si ndio? Although mlikuwa mnataka achomoke. So there are those people like that. Bwana Yesu asifiwe sana. There are those people like that, and they are a taboo. It is a system of taboo. It's a system that lives and walks with you forever. It will never abandon you until you are able to understand what is this. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sasa ameenda na wanaume wengine na mimi ningekuwa huko. Imagine. Imagine. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are things that you need to look around you and see what is this that hinders you, this that fights you, this that controls you. You cannot get them without wisdom. You need to have a divine wisdom. You need to have a system of understanding many things. Let me tell you, there are 4 types of people that will come in your life when you start working with God, because there will be a divine connection, a divine understanding, a divine revelation ambayo itakukosi uanze kukuona na wewe uanze kuwaona. Before you start working with God, these people will never come, but they will wait until the moment. Kwa wale mumiokoka leo ama mumiokoka usifikirie sasa you start enjoy life. It is the beginning of the battle. Because sincerely, if you got saved from your heart, sincerely, and if you want to serve here sincerely, they would watasimama na watakuuliza maswali na watakuja kwa maisha yako, because they want to stop you from going. They want to stop you because they know wewe ni liberator, wewe ni mtu wa kufanya deliverance, wewe ni mtu wa kukomboa watu, wewe ni mtu wa kufungua watu, and they know how powerful you are. They don't attack you kabla huko kama wako na wewe in the comfort zone. They don't attack you because they already know they are containing you until you make a decision. Now I want to be myself. Being yourself is when you start now walking with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naongea kana bidii na mwambia, relax. Tafuta njia kuoku na Mungu. Maybe ni wanakupiga kwa sababu you are almost there kuanza kutembea na Mungu, ndio maana watu wanakupiga. Kwa sababu wanataka ukasirike, ukae chini kwa kamuti. Masaa ipite ya kuanza kutembea na Mungu, because everything is conditioned and seasoned in time. Everything is conditioned and seasoned in time. Bwana Yesu asifiwe sana. If your ministry was to start next week, it has been conditioned. Kuna watu wanaendanga na wanafukuanga na breakthroughs after a several time, kama 5 years. Kuna watu wanapatanga pesa mzuri
in 5 years. Kuna watu wanapataka pesa mzuri a cycle of 10 years. Kuna watu wanapataka pesa mzuri ama wanapata breakthrough ya kitu in a cycle of 3 years. And these cycles are programmed in heaven, are programmed in a season, are programmed in a time. God works in times. God works in seasons. God does not work outside the season. So he knows Waruinge will start preach this time. That is why me, I don't care the number that is working with me. As long as nikisense nijue it is my season, I don't care. Ni nani nitaacha ije. Ninaigiaka nikiedaka, let nikae ndani ya season, watu wataletwa huko kwa season. Lakini nikiweza kufuliza Charity, unajua Charity wewe ni msuri sana, unajua Charity wewe ni mtu wa maana, wewe sasa nataka tuanze kazi, unikalishe chini tuanze mshuko, tuende kwa hii hoteli mnaitaka, tuanze juko, season itakuja, itatupita. I will have to wait. Kama season yangu inakuja after 5 years, I will have to wait for another 5 years, because they want you to miss that 1 second, not 1 minute. They want you to miss that 1 second. When you miss that 1 second, you miss 5 years, you miss 10 years, you miss 20 years. Kuna watu wanabarikia kwa after 20 years. Saiko yake ni 20. Sasa uko na 50. Sasa hizi si uko na 50. Sasa uko na 50. Umisi sasa hiyo ya 20. Na yako inakujaka 2020. Sasa umemiss hiyo. Itakuja ukiwa na miaka ngapi? 70. Sasa hiyo utakuwa na meno. Alafu utakuwa kenguru mwana nao. Ena kengedho mwana nao. Sasa niambie watu wakikusikiliza na hii kengedho imetoka. Sasa na haya fanya sifue. Mpaka unatoa firiki, unasikia ni freno, ni ile gari ya freno, ile ni evara. Inatoa za. Sasa kumbe ni kenguru kinafanya nini? Maana ulipoteza wakati wako na unataka kushika microphone kuhubiria watu. Unataka kushika microphone kuambia God can cause for fever. Ginyara ukadi ogekero magego. Ndogekero magego todo wakwenda unakwenda kuhuje na punch. Unataka kuhubiri kama wale wahubiri wa kisasa. Wanasema, wewe unaona kitu kimefurahishwa. Kwenda kuangalia kumbe ni meno imefurahi. Because you wasted your time, you wasted your season, you wasted your seconds. Sasa ikipita hapo tena, maana utaenda hospitali kwenda kutengenezwa, maana hii meno bado inaleta haraji, na kuweka haraji. Ukienda tena kutengenezwa meno ingine, utakaa bila kuja, kwa sababu watakuweka mawaya. Wakikuweka waya unakuwa waya. Sasa unakonga unaongeanga, utapoteza season hiyo. We have to wait for another 20. Another 20 inakuja at night. Sasa una imagine sasa ukituhubiria at night. Imagine ukituhubiria at night, ukitohia hororo tohia at night. Nyana kuweta kadari ha ogweri atware hera dukata ya Ngai. Uta imagine you ukireha dukata ya Ngai gatari na kagari kama kuruguchu. Tuna duehota kukima tunyama tunake. Yeye kama kuruguchu. Alafu the biggest mistake utamake, utaniletea kemito kwa sababu unafikiria hata mimi sina meno kama wewe. So when you miss a season, you miss everything in your life. When you miss a season, you miss everything that is supposed to happen, because each season comes with everything. Comes with your cars, comes with your houses, comes with your marriage, comes with your whatever that is in the file. Maana ni file inateremshagwa. Shetani akikuja, malaika akikuja na file yako, anakuta wewe ulienda Katoroni kuomba. Alafu Mungu anamwambia ako Katoroni. Enda Katoroni. Nimesikia sauti yake. Na sasa shetani hawajuagi masauti zetu, ni Mungu anajuaga. Sasa kumbe wewe ni ule muombezi, ule muombi wa kuomba maombi ile inakaa kama ya puda. Ndio kuna watu wanaomba mpaka sauti inaisha. Mpaka sasa anakuwa break, anasema bigu ya 3, ameingia kwenye bigu ya 3. Sasa hakuna kuomba, ni kupiga makelele. Sasa unasema my Lord, lakini ile sauti unatoa ni ya puda. Malaika akikuja hapa na pia hapo even Hegeti anapita anasema mimi nimesikia sauti, lakini nimesikia ya puda. Ndio unakuta puda zote za Heaven Gate zinabarikiwa, maana baraka iliachiliwa. Maana malaika akirudisha report anasema ni mapuda zilikuwa wapi. Sasa unasikia manyasi ya puda inaangushwa, vitu za puda zote zinaangushwa hapo, na kumbe ilikuwa ni wewe uligabarika ukakuwa nini. Ndio nawaambia hata hiki tu mnajipaka gahi sana. Muache kujipaka sana. Bakisha identity yako kidogo. Ndio malaika akikuja apata ni wewe. Maana kule biguni unajulikana wewe ni mweusi. Hapo umejimota, umejieka, umekuwa msugu. Sasa malaika akiteremka anakuja, anasema nimekuta kuna mtu kama huyo, lakini wewe ni msugu.
ni mweru muno ti uri oranjirie fairu haha turakiona ngai we ngai we turakiona fairu ino ndurona ni mundu muiru haria ni twamukora ona matune togwa mataririo no ni muthungu na alikuwa amekuja with that second ile anakuja kana second imepita fairu inarudishwa. Sasa umeona hii muache kujibleach ama kujipaka hiyo vitu sana. Ka at least usiwe paka tu lakini ikara kaudo ogia identify ka. Iniorore kelene hewega rotikareke muno to no kurora identify ona inioro. Ama una identify kama pamba sasa kwetu nyumbani ni masikio. Ukitaka kujua watoto wangu masikio, angalia masikio ni kubwa na mapua ni kubwa. Yes, that's the afu na makucha zetu zinafanana zote. Ene bweneta kama huko. Keko. Nancy kako wapi? Hai. Simama usalimie watu. Oka magaidi. Na uhonoke omothe. Utige okora. Utaokoka leo? Hujaokoka. Angalia sasa, hii ni wokovu. Ni boyfriend. Ulikuwa ukiwa kazi? Hapana. Usi boyfriend? Mama. Aje sasa ulikogo aje sasa hapa? Accident. Ya lori gani na lori gani? Ikarede. This is my daughter. Yes. Mama yake ni polisi AP. Ni mkali. Kuna siku aliniambia mwanake. Do you know what I'm carrying? Nikamwambia msori. Nikajikuja tu nikaenda, nikajifanya nimegojeka, nimevujika hapa nilienda hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. That's my daughter anakuwa MKU. Mimi na watoto wako wanamesoma. Yes, ni atuwega. Yes, kuja pagia na huko. I am thumbed also. Very thumbed. 3 degrees. Unafikia kupata 3 degrees ni kitu ya mchezo. Na bado nilikuwa mwizi. Na bado nilikuwa mugike. Na bado nilikuwa kamugaga. Na nilikuwa Al-Shabaab. Nilikuwa rafiki yangu Osama bin Laden, alikuwa rafiki yangu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimefuka bomu hapa. Akinifundisha jinsi ya kukufa kwa sababu ya Mungu. Atanipata 72 girls virgin. So you need to understand and be actual and be in the system that blesses you. It's not prayers that blesses you. It is not being a Christian that blesses you. Being a Christian will never change your life. Being a Christian, you are building a relationship yako na Mungu. Ukae kwenye relationship na Mungu. Ugiora atanagai. But the blessings of the things of the earth, it is not God. It is not Christianity. It is not Islam. It is the principle of the kingdom of heaven. There is big difference between Christianity and the principles. Principles ndizo zinakusaidia ku capture the goodies of the world. The principles. Ndio unaona mtu ambaye ni mchawi ama ako na magari. Unaona mtu wa Muslim ni mtajiri. Unaona mchaina ni mtajiri. Unaona muidi ni mtajiri. Na wewe na kupiga makelele yako hapa, wewe unataka kufanya kazi pale Made. Sasa najua nyinyi wengi mtaenda hapa Idasileria kesho. Mnaenda kugoja nini? Mnaenda kugoja kutukana na muidi. Akiambia wewe kaonda, wewe takataka, wewe ng'ombe, toka hapa. Wewe unapana kuwa akili. Na huyo mzee aliingia kwa nyumba yake, kwa duka yake, akafuga na ndani, akaingia, akahakisha tile tukamshuma, akahakisha zile vitu zao, akaomba, kisha anafungua kimurago na mwambia ikieni. Mkiingia hapo mnaingia kwa murago, mkipita kwa ile madhabahu ameinua. Sasa atashinda akiwatukana na akiwaambia maneno. Na wewe uko na Yesu. Rimashenderekaya, rieterere bosoka. Wapi? Na atakuacha after lunch hour, atachomoka hapo aende kwa msikiti dakika 2. Aende sema Allahu Akbar. Ina yara yora wayanda Allahu Akbar, apigishe kichwa mara 5, arudi atoke hapo, aende Serena, aitishe sahani moja. Sahani ngapi? Moja ya shilingi 6,000 na juice ya shilingi 1,500 na cappuccino ka shilingi 1,500. Hizo ni pesa ngapi? 9,000 dirham. Hiyo ndio salary ya wewe Mkristo mwenda bikuni. Anakula siku ngapi? Na ameita marafiki wa mienda, inaitwa business lunch. Ameita marafiki 20 na yote yeye ndiye anaandika kacheki ama anatuma na kakadi. Zinaenda wapi? Kwa muhidi mwenye anaabudu sanamu na wewe unaabudu Mungu.
huko umegojea mama ya wakayole amechamusha githeri na maji ya sewage anakuletea hapo. Wewe mwenda biguni unakula githeri ya sewage, na mwenye haendi biguni anakula pale Serena. Now you ask yourself, who has God? Nani yako na Mungu? Ni wewe unakula sewage ama ni yule mwidi? Ni mwidi yako na Mungu, wewe hauna Mungu. Na nawapatia tu a very simple hapa. Mnaona nyinyi hapa mkienda biguni? If I may ask you, mnaona mkienda biguni? Biguni gani? Ukaandika watu 10 kazi na wakwemu kati ya watu 10 watano ni lazy, complete lazy, hawafanyagi kazi. Will you maintain them? Yeah? You sack them because they are lazy. Because they are what? That's why you don't want them. Now let me ask you a question. We are all created by God. Na sisi wote tuko na ubongo. Oburakata, meguta, oburakata hapa. Iko na kitu, a white substance hapa. Ukienda kwa Mkorea, white substance. Ukienda kwa Mzungu, white substance. Ukienda kwa Mafrika, white substance. Sasa niambie, hapa tunahubiri hapa. Hapa tunahubiri. Sisi tunajua biguni. Sasa nataka burakata yako tuitumie, tuone kama itakupeleka biguni. Tutumie burakata ya nani? Yako. Tuone kama itatufikisha biguni. Wacha tuangalie. Wachana na yako, tutumie yangu. Mimi ambaye niko hapa. Tuangalie, tuanzie hapa. Hii ni kitu ya nani? Hii mabati imetoka wapi? Ya, tuongee sasa. Hii mabati imetoka wapi? Hii carpet imetoka wapi? Hii pulpit imetoka wapi? Hii screen imetoka wapi? Hii microphone imetoka wapi? Hii nguo nimevaa imetoka wapi? Hii kitabu imetoka wapi? Ni nani anahubiri Mungu? Sasa mimi na China. Sasa Mungu ataweka Mchina ije. Mimi ng'ombe ya mtu mwenye haina kitu imefanya dunia hii. Sasa niingie biguni. Mimi sijawahi kuinvent anything on earth. Sijawahi kuinvent. Hata sijawahi tengeneza kitu inaweza kuabudu Mungu. Mimi sasa niambiwe ikira muthe. Tigana na aya mara agemiri. Aya mara akire parapara. Wakajenga manyumba, wakadecorate dunia ikakuwa mzuri. Wakafanya dunia ikuwe mzuri, wakatumia akili ambayo Mungu alikupatia. Wewe hapa ile akili mingi umepewa. Hiyo ndio ile akili umetumia. Alafu Mungu akubali ukaende kufanya makelele huko juu. Yaani amkuagi hata reasoning yangu inakuwa baya. Ukayosho ayemusha ina kado. Mushaina wakite the matarasha aga kama udumara mothe mekete ginya puru piti ni ndira hudire tiraga iwakwa bali napigia makelele ni ye mushaina. Kila kitu hapa baka guo ni mushaina. Baka umeweka manywele zingine zimekaa ingine huko, zingine zimekaa huko, ni mushaina. Alafu sasa mimi niingie mushaina aachwe nje. Tumia tu akili uone hakuna mahali unaenda. Eka tu madhabu, simple madhabu. Hakuna mahali mnaenda. Wakristo mtachomeka. Better change your life. Go to what Jesus was saying. Kuna mtu mmoja alipatiwa talanta ngapi? 5. Ni 5. Mwingine 3. Mwingine 1. Afu wakaulizwa, yako ulifanya nayo nini? Hebu tuseme hiyo ndio principle inatumika biguni. Tuseme hiyo ndio principle inatumika biguni. Yako, hebu niambie kitu kimoja umewahi kufanya cha kufanya Mungu wako aonekane. Hapa sisi tuko hapa, including myself. Ni nini kimoja ambacho tuko nacho hapa tumefanya kama kanisa ama kama mimi ambayo inafanya Mungu wangu ajulikane? Ni nini? Na ukimaliza na hiyo bigiji unionyeshe pale umeiweka. Yes, acha nikuangalia. Niambie wewe, nijibu. Ni kitu gani kimoja hapa kinaweza kuniqualify nionyeshane Mungu yangu anakuaga hivi? Nendeka YouTube, ni ya nani? Ni ya Mshaina. Google, ni ya nani? Ni ya Mshaina. Kone kwa nyona giro ati mako mundu ni anatumiro ni Ngai uriko. Ngai uriko. Na ni ukubafu denagu. I have invented nothing to make my God known. I have invented purely nothing. Tigari ndimorotere. Na ni ngima ndiraria nyingi muno. When I say sana, that is the time you come to realize you need to rethink why you live on earth. You need wisdom. This is what Solomon sought from God. Give me wisdom. Na kutoka apate alipatiwa wisdom, akatafuta mtu wa kutengeneza bao.
Akamwambia wewe simamia department ya pao. Huyu ni mchimbaji wa migodi, simamia hiyo. Huyu ni watu wako na talent ya kushona maguo, simamia hiyo. Huyu ni mtu wako na talent ya nini? He took people according to their talents. Alichukua na akatengeneza watu kulingana na resourcefulness yao. Ndio unasikia kwa Wakikuyu zamani, ilikuwa ni modo itakotia muturi. Muturi ndio walikuwa wanatengeneza vitu. Ilikuwa na mugo alikuwa daktari. Ilikuwa na muragori. Yani in the systems za Wakikuyu, systems za Muafrika zilikuwa na hizo vitu ambazo Solomon aliomba. Maana watu wa kutura, watu wa kutengeneza walifanya kazi ya kutura. They were not interfered with. Watu wa kuchimba migodi na kutengeneza gorodi wakapatiwa kazi yake. This is what Solomon sought. To have the right minds, serve in the right positions. Bwana Yesu asifiwe sana. That now kila department, hii department ikakuwa ni productive. 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 That is what made Solomon to have wisdom. He didn't have any wisdom kupanga watu tu. Hiyo ndio inatakwa because credit yote ilienda kwake. Because of being able to seek from God. Na aliinua madhabahu. He sacrificed. For you to have this wisdom, you have to sacrifice. It is not given. You don't just pick it from anywhere. Wisdom is not given. It's not collected from there. You get it. You go ask for it. You have to ask for the wisdom. You ask from God. Bwana Yesu asifiwe sana. You can't. God does not. Ati sasa, chukua wisdom. Chukua wisdom. No! Lazima upitie vichochoro kama Dora. Ako kwa Mogeke, ako kwa Waizi, ako kwa nini? Baka nikakuja sasa nimechomoka nikiwa hivi. That is why you are able to come and listen to me. Because niko na wisdom. Sijapata yote, ninaendelea kusacrifice mpaka nipate. Yes. Na naona mwaka huu nitapata. Nitawapanga. Na tutatengeneza mali. Ndio tukienda mbinguni tutabia Mungu. Tulisaidia watu wakatoka kwa poverty. Tulisaidia Roda akatoka kwa poverty. Tulisaidia nitapenda na kitabu. Ninawaandikaka. Nikiona mtu ndio naona nafukuzaka watu wengine, maana sitaki kuangusha maksi zangu biguni. Todokulia domokete kujokia duda. Halo. Na sitawezi kana mtu ateoriko jojo kage duda. Hakuna productivity, hakuna kitu unanisaidia nayo. Ni ugali tu unajua kukula na anza kutoa miau. You have to be productive for God to value you. And this is why he speaks us in the book of Genesis chapter number 1 verse number 26. Tutengeneze mtu aliye kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. In verse 27, and he blessed them. And nipatie hiyo. Genesis chapter number 1 verse 26, 27, 28. Akawa blessed. This man was blessed. This man and woman, they were blessed. Marisa. This is my class. Bwana Yesu asifiwe sana. God made humans. He made them to be like himself. He made them to be like himself. You're not like any other. You're like God. And he said he made some of them male and some of them female. Hii ni kitabu gani? But what nini? Version gani? Tupatie version inaongea maneno mzuri. He made some. Kwani alitengeneza wangapi? Si ni wawili? Tupatie version mzuri wachana hii. Hii inakaa imetoka Catholic. Kotare wa umakua. Uwadawe itaku. Utumie utotie toka korona yake huko. Asia. Tukata kumenya gani agent. So God created, verse 26, 2026 please. Then God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble like us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic, wild, large, and small. You see, there is a declaration. First of all, before they are even made,
This is a declaration. They will have power. It is a declaration. What form of a declaration do you have in your life? What did you declare? Are you going to be just the way you are living? Did you make a declaration? Because for you to start manifestation, your success story in your life, there is a declaration first. They will have power over the fish. They will have power. That's a declaration that was created by God. So automatically, mimi nikiona hivi, naona mtu ako na power. Mimi nikiwaangalia hapa, ninaona mko na power. Sio ile ya ugika, ni power from heaven. Verse number 27. 27 quickly verse. So God created the human being, making them to be like himself. He created them male and female. He created them male and female, looking like himself. So he did not create anything outside his compound. He created everything in his own image. Therefore, you are an image of God. If you are an image of God, then you should be responding, working, living, and doing things just like he does. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 28. And he blessed them. So the next theme, after all these things, first of all, before even setting them to move, he blessed them. So when I look at you, I see a blessed man, a blessed woman. You are not an ordinary person. You are not just as fake as you think. You are blessed with the brain. You are blessed with everything. Your hands are blessed. Your life is blessed. Your time is blessed. Anything that is around you is blessed because he blessed them. And he said, have many children. He said what? Have many children. Yani amakwambia, be able to multiply because you are a seed. You cannot be able to multiply if you are not a seed. He created you a seed so you may be able to multiply. He has given you a brain to multiply. Anything that you do, you germinate and multiply. Now, be able to have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. That he gave mandate to this man that your generation will bring the earth under their control. Meaning he has given you dominion to dominate and to subdue. Dominion to dominate and to do what? To subdue. So there is nothing you are not supposed to have. The gold, the houses, the animals, whatever that is around you is supposed to be under you. There's no question about it. There's no question that unasema, I am struggling to have money. You are not supposed to struggle to have money. You have the power and dominion. They are under you. If you don't have money, go and ask God, am I a human being or am I a robot? Am I supposed to exist here? Did I come here wrongly? Nilikuja hapa bila wewe kujua. Maana inaonekana watu wengi sana hapa tulikuja bila Mungu kujua. Because I am blessed. If I am blessed, he blessed them. So I am a blessed man walking under the blessings of God. And then he says, nizae, nikue, nipanuke, and then I have dominion. Then I subdue the earth. If I am blessed and I have dominion and the earth is under me, why should I be poor? Why should I be lacking money? Why is the business not working? Why is my marriage not working? Why is my children not working? Why these things are not working? They are not working because I am here illegally. Because if I am blessed, I am supposed to be tapping the blessings of God. I'm not supposed to be struggling. I'm supposed to be driving the best car on earth. I'm supposed to be living the best life on earth. I'm supposed to be living with anything that I love, anything on earth that is very special to me. This is what should be happening because I'm already a blessed person. And when God has declared you as a blessed person, it means it is every other creature that is on earth agrees with God towards you. If God says my hand is upon you, then the entire systems of the world, they operate as part of the hand of God. They agree with God that this woman is supposed now to receive. No, unaona vitu zinaanza kukuja. Vitu zinakuja mpaka Wakikuyu wanaanza kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiona you are struggling in life, you are either here illegally, ulikuja kabla ya time, ama kuna kitu ulipoteza. Ulilala kama jeri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe ulilala kama nani? Eh? Ulilala kama nani? Jeri mgani? Iwe ya mwenda tajuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting to understand this? You are not supposed to lack anything.
You are not, as long as you sought wisdom from God, for you to understand already you are a blessed person. You are not supposed. You are not. Because you are swimming in the blessings of God. You are swimming in what? In the blessings of God. And you have power to subdue and power to dominate. You have dominion. Dominion ni kutawala vitu zote za dunia. Zinakurespect. Ukipita tu mali, pesa inakupigia saluti na inakuuliza, hiyo mfuko ingine baba hatujaikia, unaziambia ikia. Bwana Yesu, ukipitia kwa nini yadi ya magari, inakwambia, yes sir, I'm here to be driven by you. I'll be privileged. Gari inakwambia, I will be privileged, to be called, I will be associated with you, a blessed woman. Hallelujah. That is how things of the earth are supposed to behave towards us. That is how money is supposed to behave towards us. Because we are a blessed person. We have the connections of heaven. We have the power and dominion to dominate. If these things are not happening to you, it is because you are here illegally. Do you know you can be on earth illegally? Ulizaliwa kabla ukuje hapa duniani. Kwa sababu mzee na mama walipenda sana hii kitu. By mistake, bego ikaigia. Na haiko igie wakati huo. Ndio kwa maana unaona una miss chances zako. Because you are here illegally. There are people on earth who are here illegally. That is why their blessings have not. Unakuta mtu akiwa na 90 years ndio anaanza kubarikiwa. Ndio anajenga, anahama nyumba ya matope, anaingia nyumba ya mawe akiwa na 90 years. Because alikuja 90 years kabla. Kabla. Ali-exist kabla vitu zake, failo yake iteremke. Hallelujah. Kwani mumesuka? Hebu muulize mwenzako. Unaona kama wewe uko hapa duniani wakati wako? Ukiangalia shida venye inakupeleka, venye mnapelekana na shida, unaonekana ni kama ulikuja hapa mbele ama bado huja. Hata dunia biguni haijui kama umefika. Kuna watu hapa biguni haijui kama umefika. Ndio maana failo yako haijakuja. Hallelujah. Because you are supposed to have these things automatically. They are supposed to follow you. That is what we have in Deuteronomy chapter number 28 verse 1. Inasema, if you diligently obey and faithfully become obedient to the commandment I'm giving you today, this blessing shall come to you and overtake you. So the blessing should be ahead. Nitafaa kukuita, we mase neke, si ukuje tuko hapa, kuja tumepiga kona mbili, ukuja tu tuko hapa mbele. Blessings, magari marejilova siku huko mbele, zinakwambia tumepiga kona mbili, wewe ukikuja. Na sasa hiyo unakuja na ile gari inaitwa Jaguar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maroli ma FTR na ma what zinakuja zote, mali zako zinakuja. Na sasa hiyo nyumba ya Ruda inakwambia tukinyile tukuruda. Na sasa hiyo ikimaliza Ruda inakwambia ingine tuko Nyali. Ukija Nyali inakwambia kuna ingine tuko Mexico. Because the blessing should follow you wherever you go, and they should be ahead of you. Lakini sasa ukifikiria hapa sisi wote wa Kristo ni watu waoba. Ati mwadhani ni ajareria. Dada, ya okwa ya ohetukiria ogwari. Ndia ngurugamite no ni harangurugamite. Wahetuka ogwari. Mwadhani ajareria. Akwariria ati dada. Aje ati ni arathi gukurathima. Ati miaka yaku iri iretwa ni ngige. Na tomando mwathani yarauga ne kinyete muisho. Wagaini mwathani ni ajalie season yaku ne kinyu yako rathimo. Amen. Ndake nae riu rekedegedi. Amen. Na riu ri heka undu kage mwathani ajalia. Ni uguo ranyona haha ri. Ciana ciakwa itire gya kuria. Ona ndiri na gatigiti. Mwathani ndaigwithe kathini wakwa. Ndaigwithe kati wewe na tigiti wakwa. Mwathani ni amuhe ndumiriri uri akotoka. Mwathani ni akuhe maundu mothe moria maisha mako. No ni akuima gukwira atiri tubeca twakwa igite hana. No, it doesn't operate like that. You cannot be a servant of God and then you are struggling. You are supposed to be an example of God because you are serving God. You are supposed to have subdued the earth. You are supposed to have had dominion of everything that is existing. That is when I speak here. I speak from the point of authority. Nikiwahubiria na kuhubiria kwa sababu mimi ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm teaching of what God has done in my life. I'm not teaching of what God will do in my life. He has already done. I have a car. Na si moja ni kadhaa. I have a good house. Na si kamoja ni kadhaa. I have children. Niko na watoto 26. I am proud of myself.
Nimejaza bibiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm teaching you of my God who has done. I'm not teaching you of a God that has not done. No. Nikitoka hapa naenda Serena kukula ka salmon fish. Na mutanipatia pesa ya kwenda kula ka salmon because God has commanded. Yes. Because I'm a vessel, I'm supposed to subdue. Hallelujah. I'm supposed to subdue the earth and tell the earth, I am going to eat the fish. Because the Bible says, I am going to have dominion over the fish of the sea. So wherever you are a fish, I'm coming for you. Yes. Tuende na wewe Serena tutakula bila pesa. Na tutatoka kukula bila kulipa. Na tutoke. Because I have a name. My God has given me a name. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't need to go and pay any bill there. I'm going to eat, nitoke kesho nikuje niwaambie nilitoka na bill ya hapa. Unipatieni hiyo karatasi. Nakwambia hapa na mkubwa, you may sit leo kai chini. Unaletewa ka glass ka juice ya orange. Zimefinywa, hazijawekwa maji, hazijawekwa kitu kingine, zimefinywa vizuri. Unaletewa unakula utamu ya dunia. Ukigojea kulipa deni. Hallelujah. Lakini hata pakarumaido utoke na deni hapa. Hapa mnaendaka kuomba chai hapa ya mjuko. Utafukuzwa utaitiwa mpaka Makaga. Wewe, nisimamizie huyo. Ameenda na biro. Kule hakuna mtu atakusubua. Why? Because I count myself a blessed man. And if you have that confidence of living in this world, nothing will never come to you. Anything that you want will come to you. Mimi naikieka kwa yard na naendesha gari na pia muhidi gari ndine. Wewe kwenda alafu utajua menye utatuma pesa. Unamtumia pesa kama gari iko kwako. Ama nampigia simu nitafutie Prado TXL uniletee. Anatafuta driver ananiletea kwako. That's how I live. Hello? And I'm not bragging. That's how I live because I believe and I know I'm a child of the Most High. I must live within the trappings of the godly power. Lazima ni enjoy the authority of God. Lazima ni enjoy because it was given to me. Nikaambiwa subdue the earth. Have dominion. Ukapatiwa fish, ukapatiwa animals, ukapatiwa miti, ukapatiwa kila kitu. Na ukilala tena, sio Mungu alikupatia. Nitakurusha nje maana wewe si wa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani ya washo. Hallelujah. And you must have self-confidence in you. And fight this animal that is called poverty. It's not part of your life. Acha kuniangalia na macho baya. Niangalia macho mzuri utaendelea kuniona. Ndagotigagera milioni 3. Hado hao iye uthie nacio. Utogere utukikirita huko ni thina. Niko na moja milioni 3 milioni 6. Ikigo. Twaia twathia tukamunekera na bagi. Tukathi na tutimuya tutie ginya kureikara. Ulipitwa na wakati. Ulipitwa na wakati. Kule ule ilima leo. Ilima yako nile adhikekile. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what you need to understand, my brothers and sisters. Wachana na Ukristo wa ujinga. Ukristo wa limo, wachana nayo. Maombi hakuna kitu inalete. Atushinde hapa ati maombi itakuletea breakthrough ya kazi. Kazi gani? Muhidi hasikii maombi. Mchaina hasikii maombi. Seek maombi ni ya relationship na Mungu. You get a good relationship with God. Then you know how to operate the way God said, diligently and faithfully obey to the commandments. He will raise you high above all the nations of the earth. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you know how to destroy the altars that can be obstructive to you. Hebu nipatie Deuteronomy chapter number 12. Niko tukile. Nipatie Deuteronomy Niko tukile. Niko tukile. Yukarugira mudhuri. Wewe nena maidi wake ndiketa maidi. Ana ndiketa maidi. No tadiketa maidi ha. Wewe ni wewe hela. Wewe lake ndika maidi wake. Deuteronomy. Are we getting somewhere? Are you getting me? I'm trying now to radicalize you. And I will be radicalizing you towards accessing the wealth of the world. It is not about prayers. It's not about salvation. Maana mchaina ametengeneza ende ufungulie channel ya kichaina inaonyesha ma developments za kichaina. Ndio fungulie. Wacha tu kuangalia kina Ndura hapo. Ndura ni mastori wanapiga, atakupatia story hakuna mahali kubali watakupeleka. Angalia watu wamejenga daraja imejengwa juu ya maji. Imeenda kilomita 50 juu ya maji.
na imeshikiliwa na mawaya tu. Hey, that's the kind of people you need to watch. Ndura muochi wakati unataka kabreki kidogo, usikie anasema mambo ya magogona na nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na mkuimodo unawaangalia wakisema ujika yao. Lakini angalia Mchina anafanya kazi gani? Angalia Muhindi amefanya kazi gani? Angalia hiki kitu tunabiona haka kama mtu kanaitwa Kasogo, mambo ya Singapore. Angalia Singapore haikutengenezwa na wajika. Singapore yule president alisema tunamaliza ufisadi. Alianza na yeye. Akarudisha mali yote. Akasema hii mali yote sijui venye nilipata, akarudisha. Ndio akaambia wale wengine rudisheni mali, tutengeneze hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuja kutuambia ati Singapore tunaenda Singapore na wewe ni muizi. Wewe ni jagiri tu ya kuiba mali ya hichi. Ulela ndo lake la nyumba house itakupatia. Sibo housing. Sitakupatia. Affordable housing. Na unajengewa kwa shamba ya serikali. Utapatiwa title, shamba ya serikali utapatiwa title. Sione sisi anatubeba ufara. Ati hiyo ndio Singapore. Hii nataka mturandiko kama Waruinge. Kwanza awapange vizuri hawa watu wa hizi. Wote wapachwe, wanapatiwa bili tutam. Sasa wakianguka kama sita, dunia inakaa mzuri. Wengine wanasema mimi niko tayari kurudisha. Lakini sio kusema hapa democracy will never work for Kenya. Kenya iko na maradiko watu wabaya. Kenya is supposed to be ruled by God alone because God is the greatest dictator on earth. Dictator ule mkubwa duniani ni Mungu. Maana nakwambia usiponifuata nitakuchoma. Katokile kanisa niki. Mbona tunaenda kwa kanisa? Si ni uoga. Tunaenda kwa kanisa kwa sababu ya uoga tusikuje kuchomeka. Maana alituapia, wewe nitakuchoma. Ndio unaona mpaka watu wanakimbia kanisa. Saa 12 tunakutaka watu hapa. Akina Agnes hapa saa 11 neguoya wakohea. Todo dictator God said so. With God there is no democracy. His is an order. Follow me. If you don't follow me, I'll kill you. Bwana Yesu asifiwe sana. In Deuteronomy 12 verse number 1 inasema, here are the laws that you are to obey as long as you live in the land that the Lord, the God of your ancestors, is giving to you. These are the laws. So kukaa hapa duniani kuna sheria. Hiyo shamba Mungu anaenda kukupatia iko na sheria. That which God is giving you, whether it is a husband, whether it's a business, whatever that God is giving you, haikuji hivyo, iko na sheria. These are the laws. Here are the laws that you are to obey as long as you are going to enjoy. Kukaa hapa duniani kuna sheria ufuate. Acha kusema sasa ati tuombe. Oya budoki. Igerera mundu ha usinegere pesa zako. The Lord God of your ancestors. Ule Mungu alikuwa na ancestors. Meaning ancestors wote waliobey. Walitii. Aguka walitii. Ashosho walitii. Sasa wewe ni nani nakuja kutuletea hiyo nyefu yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 2. Now listen to them. This is what the Bible is saying. Listen to them. There are laws. Whatever hiyo kazi umepatiwa iko na sheria zake. Hiyo kila kitu uko nayo iko na sheria zake. In the land that you are taking, destroy all the places where the people worship their gods, on high mountains, on hills, and under the green trees. Amekwambia uende kwa maombi Kataroni. Enda ujue hawa watu. Ukienda kwa duka ya Muhindi, ameajiriwa huko, nenda ujue mbali Muhindi na obiaga Mungu yake. Nenda umwagilie maji ya chumvi. Akitoka kidogo mwagilia maji ya chumvi. Destroy that altar. Because you will be subdued into it if you don't destroy it. Utaoperate na system zake. You must destroy their systems. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mlipatiwa kashamba kako Muranga, enda Muranga ujue huko ni Gaturi kwa Kinamase. Kune kwa Rogi. They live with witchcraft. Ama uende huko Kebikoti. How do you dangerous? Watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifika huko, destroy where their gods, where they used to worship their gods, because that is where their power is. That is where their wealth is. Wealth is enshrined in altars. Imefichwa huko. Ndio Mungu anakusambia in the Isaiah 45 anakuambia nitavunja gate zao na nitagadhura, nitakasua mishifi, nigugathura ya thamaki. Acio manyitete indo. Acio maikarire indo ciaku.
na gate icio cingegiria uthi hari indo ciaku ire nitabomoa. I destroy the gates of steel. I'll break them for you because I am holding you na my right hand. Bwana Yesu asifiwe sana. In the land that you are taking, destroy all the places where the people worship their gods, on high mountains, on hills, and under the green trees. Amekupatia hiyo sasa ndio inatangwa leakage. On how? Eta kwenu kudina kule umenya nikikio heta indo ciaku. Ndugikorwa thukuma milioni 200 ucoke utunyo ta mundu mukegu. Hakiri cia guthukuma cia umire ku. Ukiaga hakiri cia ku maintain utongo ucio. It means there is a problem. Duetekeretie gukora na utonga. Tondu kwanyu gutigwetekeretie where you've come from. Kwenu hakuja kuzukubalisha, hujakubalisha kukua na mali. Hata ukitengeneza milioni 400 itawekwa na mtu mwingine mwenye amekubalishwa. Siko hivyo ni modo. Tondu duetekeretio until you know gomisi ya kwanyu, andu akwanyu maina magerera Ngai marutagira magongona mauko uthie kuo momore nigetha uhote kugena indo. Tondu maugire he miario maririe wakasema mtu asipofuata hijia hatapata hii. Utonga wothe ile mnaonaga duniani iko captured in an altar. So for you to be able to access, you must go where the people worship their gods in high mountains. Ndio uliniona nilienda mounti? Muliniona nikienda mounti kija kusema dai ya gaidai? Hapana, sikuenda kusema dai ya gaidai. Nilibeba mafuta. Nikajua ile kitu inanizuia nikue ile kitu nataka nikapanda kwa hiyo mlima. Nikamwaga mafuta wapi? Watu walisema nitakufa after 12 days. Ndio hiyo mimi sauda dikiki. Na ninaenda sasa narudi kwenda mahali kwingine, kwenda kubomoa madhabahu. Hallelujah. Yes, because I knew. Nikakuta wameweka mlima moja inaitwa Sedeyo, mlima mwingine inaitwa Lenana, mlima mwingine ni 3, the 3 peaks. Hiyo nyingine inaitwa Batiani. Ni nani hao? Ni watoto wa Lenana. Ni Masai. Kwa hivyo mlima wa Kikuyu hapa suri waona hapa Githogori, watu Githogori hoye. Githogori ina mkono watu wa Githogori. Leo ni mwadhama Githogori. Ndio Githogori. Hali hata kwatia. Hali hena kigogona kia Mugikuyu. Chiefsia akiuga nakamufia kage kohete jure cia makongo garagwa nikamumau na amefugiria makoko kwa kichwa kale kafadha kana kujaka hapa kana mefugiria ateni atini mau makongo ni makiwekela mtwe. That is stupidity. Nikamutu kametumwa kutoka Vatican. Nenda usikilize story hiyo ule prophet Kawalia. Sikiliza how these people are sent from Vatican to come and destroy people. Saizi kamengangana kameanza kuvuja. But that is not the story of today. When I went to the mountain, I discovered Mogekoi dhuwa mpaka mimi nikiwa Mogeki tulikuwa tunaka dai dada ya gaidai dai dada ya gaidai dai dada ya gaidai. Nikakuta mlima ile tunadhadhiaga. Mwanzo imewekwa Lenana Masai, imewekwa Batiani Masai, imewekwa Sedoyo Masai. Mogekoi dada ya giau. Who is prospering in this country? Masai. Mzungu anatoka Ulaya kuja kuona nani? Wanyama na Masai. Because tunasema kadai tumeita Masai amekuwa Mungu yetu. Hallelujah. That is how powerful altars operate. And that is how they will deny you your dignity. Since the day I went to the mountain, look at the awakening in the Kikuyu land. The awakening. Kila mtu sasa anaongea. Kila mtu amepata nguvu all of a sudden. Why? Because I removed Sedeyo, I removed Lenana, I removed what? Nikaeka Gikuyu, Ebu na Meru na Wakaba nikawaeka huko juu. That was my mission. To restore the mountain to its dignity. Now people can worship God. Because the Mount Kenya is an altar. It's a portal that rules the world. But now they were ruling the world through a Maasai. That is why Maasai is the owner in the entire Kenya. Ukienda Nyeri ni jina ya Kimasai. Nyahururu ni jina ya Kimasai. Nakuru ni jina ya Kimasai. Moro ni jina ya Kimasai. Eldoret ni jina ya Kimasai. Ukienda Kagudo ni jina ya Kimasai. All over Kenya ni jina ya Kimasai. Why? Because they worshipped their gods in the mountain and the hills and under green trees. So once you discover those green trees, mahali walikuwa nachijia kwa Mugumo na hills, tumeenda hapa nini? Hii inaitwa Aberdare Hills. Tumeenda huko, tukaenda tukabomoa. Tulipobomoa,
Nini ilifanyika? Yes. That's how you know you're working. Sasa kuniangalia na macho ya popo. That's how you know you're working. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nenda kwa ile mountain ya Mount Kenya. Wazungu wamekufa sasa zaidi ya 50. Wale wamejaribu kurudi hiyo Mount Kenya kurudisha hizo vitu zao. Wamekufa zaidi ya 50. Anajaribu kupanda, anakufia hapo. Because kule ni fire. Kule ni nini? Ni fire. I discovered they had put their God there. I went to destroy it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa mmeona siku hizi naanza kukua smart. Sasa nimeanza kukua mrembo. Yes, because the gods zile zilikuwa zinazubua zimeondoka. Odani na wafasta crazy. Neke kiao Kenya. Na menya muthuri waku ni arakuona. Na tu life. Ni wako ya hagiro. Mishene ni owetiga. Tutiragi now. Tumefurahi leo? I feel like going on. Niendelee. Mnakuwa blessed. Let's now see the 4 people that you need to understand them, because they can cause you to go down. Once you have destroyed the altars, now you go to the people that were connected to those altars. Number 1. And these people, you encounter them the moment you start working with God. Haters. Haters. Watu ambao wanakuchukia. Kama huyo mama na mnaiswa Tonansi. Huyo mama ananichukia for nothing. Lakini alikuwa ameniambia nikuje anitolee madhabahu. Mwe ajirete atiriri. Okay, adutere igongona ria guthabio. Oka guthabia, dutere igongona nigetha thabio umuge kiothire. No anyita. Nigetha riu nduike mundu mweru. Kimuria uguthabia atia. Ukonjira akenjuria atiri ko taramenya uria mundu athambagio. Kimwira riu uri mundu athambagio atia. No anyita. So mimi nikamwambia no nyenda ugioke uthabie. Uguthabia na ki. Akenjira nyambe ndie ndue mahuti mariri. Mahuti mako mena mahwa ma yero. Menu, one menu. Ate ndue matuma menu na ndue mahuti ma mithakwa. Okay. Kimuria roka ku. Ndoka gwaku. Riu uguthabia atia. Ndariria nigetha ndaharirie indo ciothe. Ucarie karai. No ucarie thabuni wa Rexona na mahuti ma menu. Ngimuria riu ri ngwitwara mai bafu nigetha ndithambe alafu ucoke aca Ngai arauga atiriri nie ni ngukutha. I say weri oiriga guthambio ri nitwa thambio ni nyukwa uri kanini Tidena wa mutwe. She knows what she does. Huyo mama si hapa. Eda ulise mama wanyama. Shelina. Waboi, ulise mama wanyama atakwambia. Alizungushwa akaambia tadiogore kena, akaenda kununua akamwacha kwa nyumba. Alirudi akakuta mchaka materio tukanete na mai gitanda-ini giake. Diumurie, ndio ndakwa amaguko muthi. Ende Muulize ongea naye atakwambia. Alafu akaiba jacket ya huyo mama. Akikuwa jacket ulia babula ni akumwira. Akioya jacket, unakumbuka hiyo story? Akaiba jacket. Mimi nikakuja hapa nikamwambia rudisha jacket ya wenyewe. Mama akakuja akaniambia jacket ni yale hoje kiatia. Kimwira diucine. Mutumio ucio na ulimu wake ri akinegera chokora. Akapatia chokora. Chokora hiyo after 1 week ikakufa. Ucio ni mutumia muru. Ni mutumia morogi. Tumia wagoda yuno tagamana mugate. Ucio etagwa Nancy. Mtamuona hapa dali dhoni na dali kofe. Utamuona hapa. Asubuhi na mapema siku moja mtamkuta hapa. Na atashika microphone. Bwana asifiwe. Wakati naonaga mkiendelea, mimi nashukuru Mungu sana. Maana Mungu ametusaidia
na amebariki mtumishi. Mimi napenda mtumishi, maana mtumishi akiamua kukufundisha anakufundisha. Bwana asifiwe sana. Mimi niko na ushuhuda. Bwana asifiwe sana. Na ushuhuda hii nataka kuwatolea leo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni ngoma na getheri. Nego kuhorera mushi waku ni ukuharagana. Agehetia au penye ogu. Nitakupatia example siwede ulise watu kadhaa. Nikimwona hale no buigiuga. No buigiuga hale. Gutire kamwana guko ka mundu guko kanini atarahituka kanako. Ahitokire na David tunake haushi. Do you remember chairman wetu wa kwanza? Alifanywa aje? Aliitwa hapo, tulikuwa kesha usiku. Chairman aitwa Wawero, akaitwa tu hapo pale City Stadium, akaitwa ije, akafanywa Chairman twashokire ko mukora na woke ade mure. Waruinge, na ora hujeria. Na ora mahenia. Na ni mama alimchukua. Hemotumia morogi. The hater. Not the haters. Tuanze na takers. First of all, go to takers. Takers. Yes. Takers. T-A-K-E-R. Takers. These people, they stay around you. And they are there just to take what you have. They are not there to help you. They are not here to be a blessing in your life. They are not there to be anything. They are come because of what you have. They are with you because ya ile kitu uko nayo. Hiyo ndio sababu wanakuoga karibu na wewe. Ndio maana wanakuita kama mheshimiwa, wanakuita kama mwagili wa mafuta, wanasema umebarikiwa. They are there purely and purposely to take what you have, not to be a blessing to your life. They will only be around you as long as you have something to be taken from you. Once they discover kila kitu imeisha, they disappear. Na wanaanza kukushabia. Wanaanza kusema huyo hana mafuta. Huyo modosho kono gikara kudokira adimo. Wotire kedwa nakyo because they have already taken what they wanted. They are not there to make you move one step to another step. These people are very dangerous. They stay around to become, to eat whatever they have. They rarely add any value to you. They have no value they are adding in your life. Completely. They will give you a lot of these things because they want to sustain themselves towards you as they eat. And not everybody who is with you that is connected to you. Not everybody. Ndio nonanga kanisa hii natakasaka na kwambia kama unasikia umechoka na hapa toka, because if I cannot go kukuhold you kae hapa and you are not part of here. I'm not supposed to hold you. I'm just supposed to kukuweka hapa and you are not part of me, because not all people that are around you that are connected to you. There are people that are not connected with you, but they are there. Wako hapo. Ndio busy bodies wanakuzunguka kukunyonya tu. They are makupe. Kazi yao ni kukunywa dhakame. They are vipers. They are blood suckers. They are dangerous people. They call takers. Number 2, haters. They dislike you for apparent no reason. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, we have haters. They dislike you for apparent no reason. Yani anakuchukia tu. Akomenete rogu. Nikitumia kiude kiona gai. Gaiwa utaheka. Haujakuna mali yake umekula, hakuna kitu. Ni kama hapa kanisani unakutaka kuna watu hasalimiagi watu wengine. Kuna watu hawagiagi na watu wengine. Na ukimuuliza ni nini? Hana reason. Hana reason ni kwa sababu aliona tu huyu amekuwa shahidi. Kuna mama mmoja alilia hapa. Wakati nilitakasa huyu. Alimwaga machozi. Wakati nilisema huyu ndio shahidi wetu. Hapa mimi sinakaga hapa. Si mimi naonaga dhaneno ikitendeka hapa. Alililia maidhori. Nanita. Alililia maidhori. Magiteka tiriri. Ugimayo kama kioria. Nani? Onye no getuka shahidi. Onye nowe. Kana ni mukorogo hamwe. Sasa si unakuja na katoto ka grade child. Sasa kakikuja maana kana kuja kwa ofisi anaambia anauliza kama mwaneko eko aguka we. Ile kuaguka we.
tondu ndamuthurire ni muka wakwa. They just dislike you because you umekuwa elevated into a position. They just dislike you because God is doing something in your life. They just dislike you because your life is changing. They just dislike you. Unaona wana kuhate, hawakupendi kabisa. Makona kwa hivyo utaheka niki tondu Ngai ni akwambararia. Haters, they come in because God has elevated you. When you see haters, they have come into your life. Unajua kuna kitu God has done in your life. They don't just come like that way. Never shrink your obedience to make these kind of people happy. Unaonaka na kuwaka mrafu because I understand these principles. Never shrink your obedience towards God. Ati sasa because naogopa huyu mama anaweza kutoka hii kanisa, sasa nianza kushiringi the obedience niko nayo kwa Mungu ndio nifurahishe huyu mama. Fukusa na umwambie wenda kama ile mama nilifukuza hapa. Unaambia unajua mimi nakukatazaka mara ngapi? 3. Nakwambia hiyo tabia wacha. Hiyo tabia wacha. Ya 3 utapakanyaga barabara kubwa kubwa. Wewe ndio. Ogethie because I don't like you. I don't like what you're doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't make anything comfortable so that it will be at the expense of your God. Let God work in you. God is a provider. God is the source of what you want. God blesses you every single time as long as you're obedient to Him. But if you're not obedient to Him, you will struggle. Na utakuwa na watu 10 ambao watakuletea struggle in your life. Utakuwa na kimwanaume ambacho kitakuletea struggle in your life. Utakuwa na kimwanamke kitakuletea struggle in your life. Avoid them. Avoid these women. Avoid these men. If you discover they are adding no value in your life, just remove them from your life. Live alone. Walk alone. And be wherever. Number 3, we call them naysayers. All backbiters. The naysayers. Hawa watu wana kitu wanaonaga keto kuona shawati rekodi waradi. Hii imeshida, hii shida joge na ikashida mukami. Atiaje anakuja tumeona masharidi wangapi kwa hiyo kanisa. Acha tuone akituone mahali ataenda. They are naysayers. These are people that never believe your story has changed. They are always having an opinion about your blessing. They always have an opinion about your blessing. They never associate you with any change in your life. They never. Yani huyo mwenye alikuwa anauza kikopa ako na nini at supermarket. Huyo watu raha kikopa mwalero supermarket. Ate supermarket. Akade kwa kana yake. Wewe ni muru wanyu nore korogo dada nini waraigire. Ni kwade ketu yake ateka. They never believe that God can bless you. They have no opinion, any good opinion over you. They always know that you are going nowhere. They always know that you are going to remain poor and forever poor. There is no achievement, there is no nothing that is supposed to happen with you. Bwana asifiwe sana. I'm almost to finish. They are always bitter. Yeah? With you. Unakuta ako bitter lakini ukimuuliza why you bitter? No reason. Why you bitter? No reason. Kama sasa hii kanisa yetu itu gado ikimuno. Because Ndura wa Mugiki agikono na kanitha ko town center wapi? Ndura. No. Huyo anafanya manerondori. Hiyo si kanisa. Ongoja kidogo utasikia ile kitu kitafanyika huko. Ongoja kidogo. Huyo mtu ile plani yako nayo. Ule plani ati ni kanisa. Wapi? Ako na plani. Wewe kanitha hatire kanitha hau. They know everything. They know everywhere and what is happening. Wanasubuaga yule mama anataka kukua girlfriend yako. Ameenda wapi? Hi cousin. Mama anataka kukua girlfriend yako. Wewe. Hi. Pastor. Pauline. Bwana asifiwe sana. Nienda auto kaka girlfriend yako. It is not wrong. Ena right, she is beautiful. Ena right. Ona okay daga. Ona kokia keda auto kaka girlfriend yako. Yes. They have a right. Yes. Hata wewe taka. You have a right. Hello. Ona hiki keda. Ona hiki keda tuke girlfriend yako. You have a right, have a right. Bwana Yesu asifiwe sana. The opinion will form hapo katikati. Sasa msiweza kusema ati ananitakaga muanze kwenda kumwombea. Hapana, ni opinion yake. Tiga ina inyo moyo. These people are always bitter. Stop. And lastly but not least,
Lastly but not least, we have number 4, celebrators. People who will celebrate you. People who will see the value you are adding to their life. People will see you are such an important person. People who will be happy to see you buying a car. People who will be happy to see you getting a new position. People who will be happy to see your life being elevated. They are few. Miona hiyo gile tumeongea 3 ni za watu maheti, ni watu wabaya. Only one. It is for you. That is how difficult life is. Only one for people who come and celebrate. These are the people who genuinely are happy with what God has done in your life. Genuinely. Wanafurahi wakikuona umebarikiwa. Wanafurahi wakikuona ukiendesha gari. Wanafurahi wakiona ukihubiri. Kuna watu wanaonanga nikihubiri, wanasema congratulations. Unaona amenitumia shilingi 5. Kuna mwema alinitumia shilingi 5. Akaniambia hiyo ndio niko nao. But I'm happy unahubiri neno la Mungu. Na kujua tulikutana nawe wewe kwa Mugeke. Lakini nimeona tu, nimekuona kwa kavideo. Nikatuma, nilikuwa kwa neighbor nikakuoche. Nikasema nikaona mapa yako, nikasema nitume shilingi 5 ya kusema thank you God. Na ufurahie na hiyo 5. Nilisikia roho yako. Uliwaiwa kuiwega, ukaiwega. Kaiwega, ukaiwa talituma ito hewanywa. Nikuiwa mundu agotumire kuburi. Ni undu wa ku appreciate wiro raruta. Na inyuĩ ndĩmũhunjagĩria haha nginya ciringi 100, inyuĩ hũnjagĩria haha ndũrĩte hunjĩria haha nginya andũ matamenyaga gwĩkĩra nguo haha ndĩmamenyeire o haha na ndũngĩkũrĩrwo na gĩkombe gĩa cai na ingĩmwĩra he cabi cia ngari ciarekio haha nĩ Ngai haha ndĩmwĩre o mũndũ arute ciringi 2,200 ndũngĩmenya kũrĩa ciauma no mere apostle nĩ arenda kũnyua cai nake nĩ mũhoyo nake nĩ ahoire mũno nyahoire muno mundu ndago kirereria rathimo ni Ngai no ta mere ta maheni umere atiriri rishatara baboshenda rinda ramai shiketerere baya. Yes Lord, yes Papa, yes hallelujah, yes Lord. Arrange Robaki, yes Lord. I give to one person here, yes Lord. What are they supposed to do? Any that will give 2,000 shillings. Oh yes, Lord. So 2,000 is enough, Lord? Yes. You've heard for yourself. The Lord is planning. The Lord has decided to bless one person, to bless you with a car. This Lord is a mighty Lord. He's a giver. He blesses the hand that gives. So, the Lord is saying, prepare your 2,000 shillings. Bring it at the altar. And the key will be revealed to you. Siku hiyo, utaona noti zingine hata sijaprintiwa Kenya. Uliwezi kumbuka walikuwa hapa nilikuona kwa hiyo laini. Unajua kale kapasta ka Nigeria kalikuja hapa, kale kalikuwa kanaombea watu wapate mabwana. Did you see women at the KICC? Hall ilijaa, plenary hall ya watu inaendanga watu 800,000 ilijaa. Na walikuwa wanalipa 3,000 to be connected with your husband. Na hakuita wanaume, aliita wanawake. Waliingia, walijaa to be connected. I think we need to have that service. Yes. Nani tengeneza hiyo service tuende KCC. Tutengeneze. Anybody who want to be connected with his or with her husband, the miracle of her life, the rib, we are going to command ribs from all over the world to be connected with your rib. Kona pesa utaliona. Tutapema na magunia pesa. I think we need to do one thing like that. Sindio? Yes, we need to make money for God. Si alisema atachukua pesa kutoka kwa wicked akupatie. Yes, that is wicked mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you blessed? Are you blessed? Can we pray now? Yes? Thank you. Rise up on your feet. Worship team. Nataka to worship and then I'm going to bless you. Leteni sadaka. Hii tunasema ni class. Unaleta pesa ya class. Mukuya do obedient kama Agnes hapa. Agnes koradua. Iki kiyo. Ni mahede. Daiwa mahede makuma hapa kokoko.
Koratu ndo ni mugongo. Nani sikuvuga shuka on Sunday? Nani sikuvuga shuka? Kuja hapa mbele. Mwenye sikuvuga shuka kibia hapa mbele. Wewe ndio karugire muthuri. Ni hatoboa. Leteni sadaka. Ai mutirarehe. Ni kisade dikamuhujeria. Jesus. Shuka kujeni hapa. Nani atanichukulia hizo maleso? Logoro. Tadi we. Ziko huko. Angalia ile rumu ile. Kimbia. Ni ngapi? Ukaiha. Ngetha mugagete yagire andu mukiuga ni murahirwo ni apostle. Yes. Hata yeye kuja. Weka hiyo kamera off. Nikaona yeye anaota. Yes. Penda Bwana daima. Penda Bwana daima. Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.